Mtoto wa tajiri aligongana kwa bahati mbaya na mvulana. Wavulana hawa wawili walifanana sana, lakini ghafla mtoto wa tajiri akakimbia. Kikundi cha walinzi ghafla wakaonekana na kumzunguka mvulana huyo. Mvulana hakuwa na wazo lolote kuhusu kinachotokea. Kisha walinzi ghafla wakapiga magoti na kumuita bwana mdogo. Kabla mvulana hajaweza kuitikia, walinzi walikuwa wakimchukua nyumbani, lakini aligundua kuwa gari lililopelekwa kumchukua lilizungukwa na mapepo mabaya. Kwa hivyo mara moja alipiga kelele kuwa gari lingelipuka. Walinzi walifikiri bwana mdogo alikuwa akipeana mzaha na hawakumwamini. Mvulana akasema utabiri wake haukuwahi kuwa na makosa. Kisha akasoma hirizi. Mvulana alimwonyesha mlinzi mmoja na kusema kuwa atakuwa masikini hivi karibuni. Pia alisema kuwa mlinzi mwingine atapata ajali kubwa. Walinzi walifikiri alikuwa akipeana mzaha na hawakuzingatia. Wakati huu lori lenye breki zilizoshindwa lilikimbilia. Liligonga gari lao na kulipuka. Mlinzi mmoja alijeruhiwa kichwani. Mkoba na simu za wengine zilikuwa moto. Mvulana alicheka alipoona eneo hilo, na wote hatimaye wakaamini maneno ya mvulana huyo. Kisha walinzi wakamchukua mvulana nyumbani. Baba alifikiria ni mtoto wake mwenyewe na akakimbilia kumkumbatia, lakini mvulana aligundua kuwa kulikuwa na mapepo pia kichwani mwa baba yake. Alijifanya kumpiga masaji na kumponya kwa siri. Babu aligundua kuwa mvulana amekuwa mchanga zaidi na akamwita kwenye upande wake, lakini mvulana aliona kuwa mapepo kwenye babu yalikuwa mabaya zaidi. Aliruka moja kwa moja mgongoni mwa babu. Baba alishtuka na kumwambia ashuke, lakini kwa bahati mbaya mvulana akaanza kukanyaga kwa nguvu kifua cha babu na alitumia nguvu zaidi na zaidi. Ghafla mapepo kwenye babu yakapotea.